Ungane nami upate kujifunza kanuni za kibiblia za kujenga maisha yenye mafanikio. Kanuni za mafanikio za kibiblia ambazo kama ukizifuata na kama utazingatia ninachoenda kufundisha, ninachoenda kusema naye siku ya leo, unaenda kujenga maisha yenye mafanikio. Twende kwa pamoja, ungana nami. Kila mwanadamu anatamani kufanikiwa katika maisha. Watu utafuta mafanikio katika maeneo mbalimbali kama vile fedha, biashara, familia, uongozi, elimu, vipaji, mahusiano, huduma na jamii. Lakini swali muhimu ni hili: je, mafanikio yana kanuni? Na kama yana kanuni, tunawezaje kuzipata wapi? Kama maisha na kanuni, tunaweza kuzipata wapi? Successful Bible Code ni utafiti wa kanuni ya misingi inayopatikana katika Biblia, ambayo inaweza kukusaidia kama utaifuatilia kwa makini na kufundisha na kuifanyia kazi, kujenga maisha yenye matokeo katika maeneo mbalimbali. Haimaanishi kwamba Biblia ni kitabu cha kutafuta fedha. Haimaanishi kwamba Biblia ni kitabu cha kutafuta fedha pekee, bali ni kitabu kinachomfundisha mwanadamu namna ya kuishi kwa hekima, kujenga tabia ya kufanya kazi, kusimamia rasilimali, kujenga familia, kuongoza watu, kutumia vipawa na kuwa na mchango katika jamii. Biblia yenyewe inasema, Yoshua 1:1 inasema yeye anayelisoma na kutafakari neno la Mungu anaweza kuwa na njia yenye mafanikio na busara. Mafanikio na busara. Hii inatuonyesha kwamba mafanikio ya kibiblia yana uhusiano mkubwa na maarifa, utii, hekima, nidhamu na utekelezaji wa kanuni za kimungu. Kwa hiyo basi, Successful Bible Code au kanuni za mafanikio ya Biblia haitafuti tu kujua Biblia inasemaje au inasema nini, bali inauliza swali jingine muhimu: ninawezaje kutumia kanuni hii au kanuni hizi ambazo tunaweza kujifunza pamoja katika maisha yako ya kila siku au maisha yangu ya kila siku? Kwa mfano, Biblia ina kanuni kuhusu namna ya kusimamia fedha, namna ya kujenga ndoa na familia, namna ya kulea watoto, namna ya kuongoza watu, namna ya kutumia vipawa vya muziki na ibada, pamoja na namna kanisa linavyopaswa kuwa na nafasi katika jamii. Hivyo tunapaswa kuzungumza kuhusu Bible Code. Hivyo basi, tunapozungumza kuhusu Bible Code, tunazungumza kuhusu kufungua na kuelewa kanuni hizi, kuzitumia katika maisha halisi. Kwa sababu Biblia haifundishi mwanadamu namna ya kwenda kanisani tu. Biblia haifundishi mwanadamu namna ya kumcha Mungu tu. Biblia haifundishi mwanadamu namna ya kuwa mtakatifu tu. Inafundisha pia namna ya kuishi baada ya kutoka kanisani, baada ya kupiga magoti na kuomba. Sasa lengo kubwa la kujifunza yote yanayokuambia juu ya Successful Bible Codes ni hili: si kumfanya mtu awe na vitu vingi tu, bali kumsaidia kuwa na mwenye hekima, tabia, uwezo na uhusiano unaowajibika na kuleta matokeo au impact. Mtu ambaye maisha yake yanaweza kuwa baraka kwake mwenyewe, kwa familia yake na kwa kanisa na jamii kwa jumla. Maana hizi Successful Bible Code zitaangalia katika maeneo makuu kama nilivyoyataja kule juu. Maana itaangalia katika eneo la kwanza, fedha; eneo la pili, uongozi na diplomasia; 3, ndoa, familia na malezi;
Shwe nasema 1:8 nasema kitabu hiki cha Toa kisiondoke kinywani mwako, bali tafakari maneno yake mchana usiku, upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia yako na ndipo utakapostawi sana. Kwa hiyo ni kodi yani napata mwanga kwamba Biblia imejaa kodi nyingi sana, ina kanuni nyingi sana za mafanikio ambazo tuko nazo. Hizo ni siri za Biblia. Hii ni siri ya Biblia, hizi ni kodi ambazo ndio kufunua siri za Biblia ambazo ukizifanyia kazi hakika kuna sehemu utakuwa umepiga hatua sana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana kufuatilia session hii. Tukutane kwenye session nyingine, sehemu ya pili ya session ya kipindi hiki Successful Bible Code, ambayo utakuwa nami tena Brother Mashiku. Nifuatie kwenye mitandao yote ya kijamii, napatikana Instagram, Facebook, napatikana pia Thread, napatikana pia TikTok kwa jina la la Brother Mashiku. Asante sana kwa kuwa pamoja nami. Mungu akubariki. See you later.